kubwa sana. Ninaenda kuwaleta kwetu. Hapa wanaitwa Gift pamoja na Shalom. Tupige makofi mengi tuwapokee jukwani. Gift pamoja na Shalom. Here we go. Gift pamoja na Shalom. Yes, beautiful. Beautiful. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Wangapi wana amani? Wangapi wana furaha? Yeah. Sasa leo tungependa tuwakumbushe kwanza, tuwarudishe shuleni. Maisha ya shuleni. Kwanza kuna makosa ambayo yalikuwa ni madogo ambayo kila mmoja alikuwa anaweza kuyafanya. Kwa mfano kwenye madaftari kuna zile zilikuwa zinaitwa AKAs. Kwa mfano unaitwa Shalom, unajiita Shalom the King. Au unajiita Dracula. Yani kuna yale majina fulani. Sandra the Princess. Sandra the Princess. Sasa shuleni ulikuwa ukienda ofisi ya nizamu, hata kama mwalimu anakufahamu, anakujua, au ni jirani yenu, yule ukifika kwenye ofisi ya nizamu huwa anajifanya hakutambui kabisa wewe ni nani. Good morning sir. Is it good morning? Good afternoon sir. Anakujua hapo, kijana unaitwa nani? Naitwa Shalom. Ni mwalimu wako wa darasa. Kidato gani? Kidato cha 3 C. Unasoma shule gani? Kumbe ni hapa Luchelele. Sawa, kwa hiyo sasa wewe umeamua kujiita mfalme. Hapana, ni AK. Kwa sisi tunatoka nyumbani kufundisha wafalme, si ndio? Hapana. Mfalme njoo mfalme wangu. Na nimesoma pale unajiita Dracula. Utunyonye damu, si ndio? Amna, ni daftari la summary. Unanyonya damu walimu, si ndio? Hapana. Sasa mimi siko tayari kunyonywa damu, Dracula. Tunatoka huko nyumbani, kumbe tunafundisha wafalme. Mfalme, unaweza kunilipia kodi? Hapana. Eti mfalme, unaweza kunilipia kodi? Mfalme, unaacha shule? Hapana. Aya, njoo. Wewe ni mfalme. Eti bwana mfalme. Na una hamu ya damu, Dracula. Sasa wakati huo anamaliza, anatokea madam. Ofisi hiyo. Wewe umelala chini mwanafunzi. Madam naye anakuja na vibe lake. Jamani saa Swahili speaker. Akatotoka naongea Kiswahili saa. Sasa anamuaga madam kwamba anaenda darasani. Madam anarudi na kazi. Nimekuwa nakutafuta wewe mtoto. Umeona kuongea Kiswahili haitoshi. Juzi nimekukamata unaongea hadi Kisukuma. Amna mwalimu, sio mimi. Ni wewe Yaani tunafundisha wanafunzi Kiingereza lakini nyinyi bado mnaongea Kiswahili, si ndio? Kwa kuniona mimi madam unalia bezi, si ndio? Si ndio? Hapana madam. Haya, kamata. Kwa kuniona mimi madam unanizalau kwa kulia bezi, si ndio? Hapana. Si ndio? Hapana. Haya. Jo. Unaenda? Nenda na wahi darasani. Kwa hiyo kwa nini usemi asante? Asante mwalimu. Kwa hiyo asante ni sisi walimu ni wa kuomba asante, si ndio? Madam jamani. Kwa hiyo tunapata shida kwenye mikono na asante tuwaombe, si ndio? Hapana. Kuna fimbo za vidokezo hapo. Kimbia darasani, kimbia. Ukishaenda darasani, sasa umetoka hapo kwanza umechanganyikiwa hapo, umeshavurugwa akili. Unakimbia. Kuna mtu anaitwa TOD, mwalimu wa zamu. Shanga kijana. Njoo nishakataa watu kutembea kipindi cha zamu yangu. Njoo. Sogea hapa. Kwa hiyo mimi nimetangaza tokea asubuhi, hamna watu kuona nje wanalandalanda, wewe unalandalanda. Hapana mwalimu, nilikuwa nimetoka ofisi ya discipline. Asubuhi unafungua. Wenzako wanaingia darasani, wewe unafungulia ofisi ya discipline, si ndio? Hapana mwalimu, ni mwalimu amenipeleka kule. Tunabishana? Twende. Leta mikono hiyo. Kwa hiyo kwenye zamu zangu mimi nasema watu wasitembee darasani
kipindi vya vipindi wewe unatembea, si ndio? Hapana. Wapi? Unaacha shule? Hapana. Ila nayo ngambia utoe mkono. So that's maisha ya shule, si ndio? Lakini okay, sasa tukija kwenye maisha ya kawaida sasa ya sasa hivi. Kuna kitu kinaitwa mikopo. Mikopo. Sasa kwenye sekta ya mikopo kukiwa na hizi institutions za kukopesha, wakiwa wanahitaji wateja huwa wapo na mbinu zao mbalimbali. Very creative. Kwanza wanamwalika msanii akaimbe ili watu waje wakope. Kwa mfano vitu institutions kama SACCOS. Akifika pale Sakosi kwa ajili yako wewe baba na mama, njoo ukope VIP, njoo ukope. Yaani hivyo. Lakini sasa ikifika wakati wa kufanya kuadai, hapa huwa wahangaiki kumuita msanii. Hawana shida. Wanatumia nyimbo ambazo zishaimbwa. Utasikia tu. Dunia haina huruma na maisha yako. Ni mnada. Hapo wanapiga nyumba yako mnada. Lakini pia kwenye hizi sekta kuna hizi huduma mbalimbali siku hizi tunapewa. Customer care. Ukipiga simu labda ni namba 100, unaambiwa kwa lugha ya Kiingereza bonyeza 1, kwa lugha ya Kiswahili bonyeza 2. Sasa imagine the same way kungekuwa kuna huduma labda ya majambazi ukivamiwa. Umevamiwa ghafla. Unatakiwa upige hivyo. Simu inapigwa. Inaita. Wanaanza. Karibu huduma kwa majambazi. Kwa majambazi sugu bonyeza 1. Kwa majambazi chipukizi bonyeza 2. Wewe ni majambazi sugu na bonyeza 1. Wanakuja. Kwa majambazi waliokuja na silaha za moto kama SMG na bastola bonyeza 1. Kwa majambazi waliokuja na silaha baridi kama mapanga na rungu bonyeza 2. Kwa majambazi waliokuja na miguu na mbio zake bonyeza 3. Unabonyeza ile 1. Na kwenye hiyo sekta ya majambazi Yesu alivyokuwa anatembea alikutana na Petro. Unajua Petro yeye alikuwa ni mvuvi. Na hata Yesu alivyomfuata alimwambia Petro, umekuwa mvuvi wa samaki. Mimi nitakufanya kuwa mvuvi wa roho za watu. Sasa Yesu huyo akakutana na jambazi. Kwanza hata jina lisingekuwa Petro. Hamna jambazi anaitwa Petro. Angemuita Masudi. Ndio. Umekuwa jambazi wa mali za watu. Mimi nitakufanya kuwa jambazi wa roho za watu. Na hata wachungaji sasa. Nikitokea kwenye mfano wa Masudi. Masudi alikuwa ni jambazi, ila Mungu alimbadilisha kuwa jambazi wa watu. Sasa kuna watu wanakataa kuwa majambazi. Sikia nikwambie, usikubali kuwa jambazi wa vitu vidogo vidogo. Kuwa jambazi kwa ajili ya kazi ya Bwana. Mwambie mwenzako wewe ni jambazi wa kazi ya Bwana. Hii ilikuwa ni kwa regular, lakini watu wa Samaria. So then kwenye hiyo ya majambazi pia kuna namna ambavyo wachungaji wa kizungu wakiwa wanaelezea kwa mfano situation ya Meshach, Shadrach na Abednego. Anaelezea in a simple way na unapenda. Kwa mfano, Shadrach, Meshach na Abednego. These were people of love. Amen. Good hearted. Amen. Loving. Amen. Unasikia vitu vizuri. Ila ikija tu Tanzania lazima tuendane na nyie washirika. Shadrach, Meshach na Abednego ndugu yangu walikuwa ni watu waliovurugwa. Hauwezi kumgomea mfalme tukategemea akili yako iko sawa sawa. Hapana. Ni kweli kabisa. Kwa hiyo lazima uwe umefikia level ya imani ambayo ni kichawa imani. Kwa hiyo walikuwa ni vichawa imani. Amen. Na hapo inaonyesha kwamba kuna levels. Huwezi fika kama hujaamua kuwa kichaa wa imani. Mwambie mwenzako wewe ni kichaa wa imani. Oh, hallelujah. Mwambie mwenzako wewe ni kichaa wa imani. So, kwenye sisi wa Tanzania kwanza ni watu ambao ni wajuaji sana. Sasa kwanza before tujaenda kwenye ujuaji wa sisi wa Tanzania kuhusu samaki. Nasikia kuna samaki. Kwanza pia
kuna concept ambazo mimi sijawahi kuwa zilikuwa ni siwezi kuwaza kabisa, lakini kuna namna ambavyo kithiolojia ukiletewa utaamini. Yeah. So kama kwa mfano hapa watumishi wa Mungu wangapi wanaamini Yesu alikula samaki wa Tanzania? Wangapi wanaamini? Hapana. Tuwaletee hiyo. Ngoja tuwadadavulie. Sawa, sasa mimi kama mtumishi wa Mungu hapo, kama mchungaji. Kijiografia. Unaweza kumwambia mwenzako yeye ni mbarikiwa, akasema kwa nini umebarikiwa? Lakini Tanzania ni nchi ambayo imehusika katika baraka za kumlea Bwana Yesu. Nakumbuka Yesu na Yusufu walipotaka kuangamia, walikimbilia wapi? Misri. Walikimbilia Misri. Sasa kijiografia Misri iko Afrika. Ipo Afrika. Ambako imeconnect na mto Nile. Na huo Nile chanzo chake ni ziwa Victoria ambalo liko wapi? Tanzania. Oh yes. Wangekuwa ni watu wa nyumbani wangeshapiga kelele. Oh, haleluya. Naona bado kuna mtu hajanielewa. Hebu mtu mmoja aseme amina. Sasa zile samaki Mariamu akaona mtuma mume wake Yusufu, akamwambia Yesu ana njaa na samaki. Tutengeneze ufahamu wa Bwana Yesu. Akamtuma Yusufu akanunua sangala, akanunua sato. Sato hazikutokea popote, mtumishi wa Mungu, ni katika samaki ziwa Victoria. Hebu mshangilie Bwana. So lakini pia tukirudi sasa kwenye ujuaji wetu, si ndio? Sisi kama Watanzania ni watu ambao ni wajuaji sana. Sasa ujuaji wetu waga unapanda katika level. Sasa kuna level ambayo wewe ambao unajua kitu chako ukishakufa ndo ujuaji wao unaongezeka zaidi. Stories za mtu akishakufa, kila kitu ambacho kilifanyika mchana kinaanza kuungamanishwa, au siku yote kile lazima kiunganishwe na msiba wake. Mimi alivyoamka tu asubuhi, ule mtazamo wake kwenye kioo hivi, naona alikuwa anajiangalizia jicho la kushoto. Siku zote waga nakaa upande huku. Ile alivyokaa upande wa kushoto, nikajua huyu hatunaye. Kweli kabisa. Kweli. Nakumbuka hata mimi tulivyokuwa tunakunywa naye chai, alichukua kikombe cheupe, akakirudisha, akachukua kikombe cheusi. Basi nikajua ameenda tayari. Lakini pia hata nguo aliyokuwa ameivaa uliona? Alivaa rangi nyekundu. Basi ndio maana mimi hiyo siku nilishtukia. Alimposti Mwalimu Nyerere. Nikajua amemfuata baba yake, anaenda kuungana naye. Lakini pia kuna hizi kwaya ambazo watu naimba. Sijui kama watu ambao wameshakata. Nyimbo za kwaya huwa zinaanza slowly, afu baadaye tunaenda kwenye sebene. Hebu tu pray kwanza. Tuonyeshe kwanza mfano. Ni nyimbo zinaweza zikaanza na worship, afu zikamalizia lazima tumalizie sebene. Asante. Hallelujah. Na maiki huwa nazishika. Sasa hivyo tufanye wimbo kama huo, wasituplaye ukawa ni wimbo. Imagine hata nyimbo za misibani zingekuwa zinafanywa hivyo. Yani wanaenda amefanyeje fariki, amefariki, hatutamuona marehemu alikufa tarehe 6 mwezi wa 8 na kuzikwa tarehe. Marehemu alikuwa na watoto 3 4 nje ya ndoa. Thank you so much. Appreciate them. Makofi. Beautiful. Makofi tena mengi kwa ajili yao Gift pamoja na Shalom. Wow.